Dakika kadhaa zilizopita inaonekana mashambulizi yanazidi kuwa makubwa zaidi, ambapo Iran imejibu mapigo kwa kurusha makombora katika kambi ya kijeshi ya Marekani ambayo inajulikana kwa jina la Al Udeid iliyoko nchini Qatar, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa wiki iliyopita. Kituo hicho ambacho ni miongoni mwa ngome kuu za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Ghuba kililengwa pamoja na kambi nyingine ya Marekani ambayo iko nchini Iraq. Qatar imethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo na shambulizi hilo imelaani vikali hatua hiyo, ikisema kuwa ni ukiukaji mkubwa wa mamlaka yake ya anga na uhuru wa taifa. Serikali ya Qatar imesema ina haki ya kujibu mapigo moja kwa moja dhidi ya mashambulizi hayo kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ambapo kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ambalo linajulikana kwa jina la IRGC ndilo linaongoza mashambulizi hayo dhidi ya kambi za Marekani nchini Qatar na Iran na Iraq. Of course, Qatar imethibitisha kushambuliwa kwa kambi ya Al Udeid ambayo ni makao makuu ya operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Akizungumza kwa niaba ya serikali, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid An-Nassar, alisema mashambulizi ya IRGC kwenye kambi ya Al Udeid ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya anga ya Qatar, uhuru wetu wa kitaifa na katiba ya Umoja wa Mataifa. Tunayo haki yetu ya kujibu moja kwa moja kwa mashambulizi haya kulingana na sheria za kimataifa. Aliongeza kuwa mifumo ya ulinzi ya anga ya Qatar iliweza kugundua na kuharibu makombora ya Iran kabla hayajaleta madhara makubwa, na hatua za usalama zilichukuliwa haraka kulinda raia na wageni waliopo nchini humo. Hata hivyo, Qatar yafunga anga lake katika hatua ya tahadhari. Serikali ya Qatar imefunga anga lake kwa muda ili kuhakikisha usalama wa watu wote walioko nchini. Ubalozi wa Marekani nchini humo pia umewaelekeza raia wake kujifungia ndani kwa tahadhari. Muda mfupi baada ya kutolewa kwa taarifa yao, tishio la mashambulizi ama milipuko mikubwa ulisikika katika mji mkuu wa Doha, kwa mujibu wa mashuhuda wa shirika la habari la Reuters. Taarifa zinazodokeza kuwa mlipuko huo ulihusiana na kombora la Iran zilizuiliwa, lakini shambulizi hili linakuja kufuatia hatua ya Marekani ya kutumia mabomu mazito ya tani 15 kushambulia maeneo ya chini ya ardhi ya nyuklia ya Iran. Aidha, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alisikika akizungumza na kuzungumzia uwezekano wa mabadiliko ya utawala nchini Iran, jambo ambalo limezidisha mvutano kati ya Israel na Marekani pamoja na Iran. Sasa Israel pia imeshambulia maeneo muhimu ya Iran, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Evin jijini Tehran inayowahifadhi wafungwa wa kisiasa na njia zinazofikika kwenye eneo la nyuklia la Fordo. Iran kwa upande wake imetafuta ugawaji ama uungwaji mkono kutoka kwa washirika wake waliobaki, akiwemo Urusi, ambazo waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alikutana na Rais Vladimir Putin mjini Moscow. Marekani bado inasisitiza kuwa inatafuta suluhisho la kidiplomasia, hata kama inahisi mashambulizi zaidi yanaweza kufanywa na Iran. Licha ya vitisho vya Iran kuvuruga usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba, bei za mafuta hazijabadilika kwa kiasi kikubwa, hali ambayo inayoweza kuwa masoko ya dunia bado yanatilia shaka uwezo wa Iran kuchukua hatua hiyo kwa vitendo. Mtazamo wako uko vipi? Maoni yako ni jambo la msingi sana. Niandikie maoni yako. Jina langu naitwa Jimson Natson.